watu wa Nguvu ya Msalaba kwamba tulikutana nguvu na kwaya kutoka Mkemeni, tukakutana Beroya kanisa la kwetu na kwaya vijana kanisa kwetu kule Beroya. Sasa kanisa hilo limeanza lina mwaka mmoja hatujarekodi, na tukitaka kuimba tunakuwa ni waimbaji wenye sauti zao. Halafu kuna wageni pale walipoweza kuimba wote wenye sauti za vinanda, wakaimba Mama Baraka akiwa anaimba. Na sikiliza wewe, sikiliza. Wakati mkutano ukiendelea, nilimwona mwanangu Mama Baraka anaimba na yeye anacheza pale. Sasa mimi ni huwa na changamoto, yaani uinjilisti wao una kazi, na mimi ndio bibi harusi wa mkutano. Ningetaka niende nimshike mkono, nikamwambia tafadhali tulia mpaka hapo chungu. Sisi tulikupenda, utakiwa kusema Yesu ni mwamba. Tulia kwanza. Useme habari zake kwa ni mama, baadaye ukiwa kwenye kitendo. Mama akasema tuliza mkali. Kuwa na mke mwenye akili tena ni jambo zuri. Bibi harusi unakumbukaje kama hicho kwa? Ukapambana wana uzungumza na mitende. Alifanya vizuri au hajafanya vizuri? Maana yake ni kwamba unataka kufanya mkutano. Wangapi tunasema niendelee? Amen. Mnanifariji au kwa serious? Wangapi tunasema niendelee? Amen. Mnanifariji au kwa serious? Basi kwa Yesu makofi. Akaanza kuikuja anasema, hata hivyo nasikia moyo wangu ndio. Maana baba mchungaji kumbuke, hili kanisa la Kambe Jeshi. Huyu mwanamke unayemwona ndio amekosea kuingia mama naye kuingia. Ni kama tu ile roho imempata kwa sababu yeye ni mmoja wale wanacheza vizuri. Kwa hiyo jilimiti mahali hapo. Kimsingi anajikuta tumeshaingia na yeye. Kwa hiyo baba usifanye hivi. Na nataka nikukumbushe kwamba mwanamke huyo ana mchango mkubwa na huduma yetu. Nikakumbuka sasa ndio alianza kuwa mwalimu wenye kwaya unayoiona leo. Akatunga wimbo mmoja akasema, hakuna mwanaume kama Yesu. Gudu la kisishwa. Hakuna mwanaume kama Yesu. Hakuna mwanaume kama Yesu. Hata mimi ni shahidi wa matendo yake huyo Bwana Yesu. Hapo ndipo alipokuwa akija Yesu mzee wa kanisa nyumbani, akikuta atupo anatoka. Alipofika mtoto nani yule kile anasema, jamani yule shahidi alikuwa yuko hapa. Kumbe kwa sababu sura leo hata mimi akajua yeye kumbe ni shahidi. Hata mimi ni shahidi. Amen. Akajua kumbe yeye ni shahidi. Yes, makofi mengi. Hayo akiwa ametunga wimbo wa patatu. Kwa mshamatu, hapana mwanamume kama Yesu. Ni wimbo anapiga mikono. Ila Yesu yuko kwenye kiti cha enzi. Anasikia naambiwa, wewe mama, hakuna mfano kama wewe. Na yeye ndio kiu yake. Aambiwe, asifiwe kwamba hakuna mwanaume kama yeye. Kule tukupiga makofi. Tuliposhuka, mimi nateremka. Na mimi ujue kila kazi inapoanza, walio wengi wachungaji wanakuwa wanakwaya. Amen. Na mimi nipo tunacheza sasa sijui nafatisha tu. Tuliposhuka akaniita mitajiwe toka kibone toka maulidi. Akanipa mkono. Akasema huduma hii nzuri. Nikamwambia na mwaka mmoja. Akasema huwezi kuamini. Kwaya zote zimeimba. Moyo wangu umeguswa na ujumbe uliotoka katika kwaya ambacho tunasema tuna mwaka mmoja. Kwa nikaelewa sio wingi wa vinanda, sio wingi wa sauti za Bwana. Pokea akili, alipewa neema ya kuimba, kuingiza sauti. Pokea neema ya unyenyekevu. Pokea neema ya unyenyekevu. Ndipo askofu akaniambia, sema mwanangu nisikilize. Ninatubu kwa huyo Mungu wako. Ni askofu aliyefungua mkutano na kafunga. Akasema mwanangu, nataka nikwambie ninatubu
mbele ya huyo Mungu wako. Na situbu mara moja, natubu tena mbele za Mungu wako. Akaniambia, mwanangu, wewe hujui kuhubiri kiwango ambacho unatakiwa ufuatwe na umma wote wa Kasumu, maelfu ya watu walioyaona hapo. Nataka nikwambie, huna injili ya kuwashawishi. Mimi ni mwalimu wa theology, nina digrii zangu hapa. Nikikuchukua nikakujumulisha na wahubiri wa viwango vya juu, mafafanuzi ya viwango vya juu, wewe viatu tutakuelea. Is it sure kama Yesu? Before me, I'm already told myself kwamba sijui kuhubiri. Na chuoni leo salamu ya kwanza, sijui kuhubiri, ila mimi nikwambia, mimi na Mungu. Nikimwambia mtu kaa chini, apende sipende, atakaa. Nikimwambia mtu utakufa, utakufa. Kamuulize mwalimu Msoma, tuliingia leo moja, nilipokuwa nipanga Dodoma. Moyo kwa matanga, alitoka Morogoro kule. Sababu nilisema nakuja. Moyo kwa matanga. Sasa tumeingia jioni, nimemwaga jasho namna hii. Nikaingia kwa dada mhudumu amekaa pale. Kaambia leta viti. Akaleta. Kaambia leta kiti kingine. Akaleta. Vimeenea. Akaleta kwa kukaa. Kaambia sikia, mimi ni sauti ya Mungu kwako. Mimi nimeajiriwa kwenye serikali ya mbinguni. Mimi mtu aliyeambiwa na daktari atakufa, nikisema asife hafi. Na kwa kuwa mimi ni msemaji wa Mungu, na kuamuru kuanzia sasa hivi uwe tayari kumpokea Yesu. Na kama unakataa, nitasikia ndani. Nikiamua nikwambie leo upoteze maisha, ingawa una sura nzuri, ingawa umeumba vizuri, ya nikisema ufe, sura itakusaidia, umbo lako hilo hatakusaidia. Na nikisema uhalishe masaa 48, utahalisha. Ndio ananiangalia, nikazia macho. Hata sema nitafanyaje? Maana mimi ni Muislamu. Nikamwambia I didn't care. Mimi sijali, nataka kumpokea Yesu. Piga makofi. Bosi wa hii nyumba ni mchomba wangu, ni Muislamu. Tafanyaje? Piga mahindi, ni Mungu sala atoba wako pa. Mama yangu ananiambia, baba, mimi niko na wazo, unataka kusafiri. Je, ni mapepo nikiamka sitabaki nazo? Mimi niko na Mungu sala atoba, kumbe yuko na wazo kama hiyo. Sasa baba, gari niko ni time. Nikiamka hapa. Hebu piga makofi Yesu. Amen. Kwa hiyo akampa Yesu maisha. Nikajua huyu mwanamke wa Kiislamu kina maikrofa imekaa. Haoni kama anaigiza. Na pia kwenye network ukisikia kama mhukumu, ahalisha kwa sababu ana yeye ajifunza, anahalisha. Ni woga wako tu. Na tukifikiri matakuelewa vizuri, dunia yote itakunyooka. Amen. Tumekuwa hivi dhaifu kwa sababu wenyewe hatujapona. Wenyewe hatujiamini. Hatumwamini huyo Mungu. Yeye mtu kinakuchumbia miaka 3, halafu anakuambia nimepata mwingine. Unasikiza mbinguni. Halafu anakuambia na kufunga kuanzia leo. Wewe si mwanamume, utaingia desturi ya wanawake. Mpaka leo hapo wangu ndio hiyo tamko. Unashangaa kesho umeanza mzunguko. Watanoka au watanoka? Unajifanya mwerevu. Alifuata mke mmoja. Sasa wewe mchawi yule. Wewe nimeenda kwa adabu, tumefika matofali na tangulia yangu haina tangulia yake bado. Nikiona vijana wana kazi kule. Nikasema je, vijana? Nikauliza kwa adabu, ndio walikokoka wote wana adabu. Nikauliza, vijana mna kazi? Sasa ndio kuna kazi. Na baada unacheka nini nika? Vijana mna kazi? Nasema hatuna kazi. Nikamwambia basi ndio ni waajiri kwa shamba langu la mizabibu. Wakati hapo mwanamke akasema, "Wewe unanijua mimi?" Na basi mbaya kwa Stefania macho. "Unanijua mimi?" Kisikia hasira ya Mungu. Nikisema nimefanya kosa gani? Nikakuuliza unanijua mimi? Kuanzia sasa hivi hilo kanuni tumia hata kama nifuso mimi, halitaifa hata mara moja. Kisikia roho ya Mungu ananiambia
Nisikilize wewe, umekosea lamani. Ninakuamuru simama hapo, umeshamwaga mitundu simeka tusi kitu gani? Hiyo tangu lako haitaiva. Mimi nikisema ukubali mpaka udogo utanisikia. Nikachoma la kwangu ikaiva mpaka utusi. Alipochoma kile kitabu kufungua hiyo spika nyeupe. Kwa mtu mpaka anakuogopa. Lakini kule kunyanyasika hivi, yani unajibiwa tu kuna hama. Ni uchinga ile. Mabete na wewe unachinga wewe. Pokea chini katika jina la Yesu. Pointi yangu ni kwamba anza kufaa akili, mawazo, moyo wa kushindana asubuhi, kushindana mchana, kushindana jioni, kushindana usiku wa manane. Bahati mbaya that it is unfortunate with you. Ni bahati mbaya kwako. Nasema sema nipone, unanyosha. Kesho boy nitabani. Ni sawa na magoro sasa. Hivi tukiwa hapa, ni kama ukifunga miguu, wale ndio kama mpango kwa hiyo. Nikiwa nafundisha, ni kama kesho nakuta kanisa limejaa na pigana, lakini kumbe ni makofi ya juju. Jambo la pili. Itakalo kusaidia uwe ni mtu ambaye amefanikiwa. Jambo la pili itakalo kufanya uwe ni mtu uliyefanikiwa sana, kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu kutakufanya hapa duniani, yaani kabla hujaingia mbinguni kwa Baba yako, ukiwa hapa duniani, kuna maandiko yanasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Kuna mapenzi kubwa ya Mungu yanatakikana kutimia hapa duniani kabla ya mbinguni. Yapo mapenzi ya Mungu. Zaburi 91:14. 91 Zaburi 91:14. Soma hapo kidogo. Yesu anataka kanisa ambalo litakuwa limefanikiwa mno. Maandiko yanasema kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Ndio. Kwa kuwa amenijua jina langu. Ndio, nielewe kidogo. 15. Ataniita nami nitamwitikia. Ndio. Nitakuwa pamoja naye tabuni. Ndio. Nitamwokoa na kumtukuza. Ndio. Kwa siku nyingi nitamshibisha. Ndio. Nami nitamwonyesha wokovu wangu. Yesu anakubariki. Nisikilize mwanamke. Hili andiko kama ni Biblia yako, underline there. Paandikie kwa kile mstari hapo. Kama ni Biblia yako sio kwa sifa. Anasema kwa kuwa amekaza. Neno kukaza unaweza kufunga kwenye mzigo wa kuni, lakini ukaufunga kwenye mazingira ya kawaida. Wale ambao tulisenyaga kuni wanajua. Kukaza kuna mazingira mpaka mtu anainua mguu, anakanyaga kujisoko. Kujisoko sasa ndio unaweza kukoma. Tunazungumza mambo haya. Lakini shortcut anakanyaga ule mzigo wa kuni. Wakati mwingine unaona haitoshi. Mwanaume mwenzako anasimama upande wa pili, si ndio? Na kama unasimama upande mwingine tena. Ile kama mnaivuta, yeye anakanyaga mguu na wewe unakanyaga tena. Mnakaza. Pale mnazungusha maana upande wa pili tena. Mnasukuma tena na vuta wanao mnakaza. Sasa nasema kwa kuwa mtu huyu amekaza kunipenda. Mimi napenda kupendwa. Ni furaha yangu kupendwa. Anasema kwa kuwa amekaza kunipenda. Anasema mimi nitamwokoa. Mimi nitamwinua. Mimi awapo tabuni nitaokoa.
Mama amenielewa kuliko nyie wakati wako. Kwa kuwa amekaza kunipenda. Kule kukaza kunipenda, macho yangu mimi yatakuwa nafuatilia. Kwa tutakuwa ndani hapa. Tunaimba haleluya hosana. Haleluya hosana. Haleluya hosana. Haleluya hosana. Macho ya Bwana yanaangalia yule katikati. Malaika mmoja anatuma hapa. Angalia mwanangu Evelina kama yupo. Malaika anasema Bwana, kama unaniambia nilikuwa nimeshamuona. Mmekazana ni macho yenu, tulikuwa juu. Haleluya hosana. Kumbe jicho moja tu limelenga tu kwa Evelina peke yake. Biblia inasema hivi ya kwamba anasema maelfu ya watu yakimfuata Yesu yuko habari ya mtu. Wanawake wengi wanamfuata, wanapiga vifua wanasema heri tumbo lililokuzaa. Anayeambia ni Yesu. Heri manyonyo ulionyonya wewe. Kuna wanawake wengi wamechanganyikiwa kuona Mariamu ndio tumbo lilishasahau na vitoto vyao vilivyoza. Hivi kuna mtu anielewa? Yaani kuna mtu na watoto milioni 12 vilishasahau kama vimezaa. Bila sababu hiyo tumbo pekee yake Mariamu. Hiyo kuna watu wanielewa? Mariamu anagonga sana kitu pale. Neno lolote atakalowaambia mwanangu. Divai maisha tele. Neno lolote atakalowaambia mwanangu, mimi namjua nikomesha mkoche. Sharti ni moja tu. Pita, Yakobo, Mathayo, nani? Sharti ni moja tu. Sharti ni moja. Neno lolote atakalowaambia, msikilizeni na lifanyeni. Sema mwanangu mzuri. Divai imeisha. Taka jambo basi. Yesu anapoza kumwangalia na mama. Hivi kwa nini na nini na mimi na wewe? Tuna nini mimi na wewe? Unakomani mambo ya uungu yatokee kabla ya muda wake. Hujui mambo ya Mungu kama wewe na muda wake. Unataka tuanze kusamua noma hapa. Watu wajiweke kama Mungu. Okay, just say much mabasi yale bado meupe, usijaze vile vikuku. Huku jamaa wanasema lolote atakalowaambia, walienda kama radi. Amina. Sasa mgeukie jirani yako na wewe mkazie macho. Na wewe huu unasikiaga unachoambiwa? Pokea haki. Amen. Hiyo neno moja tu mtu akitembea nalo limesherehesha ahadi hii. Anasema yeye kwa pendo la kukaza kunipenda, anasema yeye atakaponiita mimi nitamitikia. Mungu 1000 unaita baba, anaangalia ni moyo upi unaonipenda. Ndio lingine na Hama anasema nini? Mkinipenda mtazishika amri zangu. Hapo nakumbusha kwa mtindo wa jumla. Maana hapo anasema mimi nampenda mpenda. Sasa mkinipenda mtazishika amri zangu. Amri zake ni zipi? Anasema sio nzito. Nataka muingie badani mjitai. Mgeukie jirani yako hapo, umefeli au hujafeli? Muulize umefika saa ngapi leo? Wakati tujipambana, tunatoa fedha za kueleweka. Mwingine umetoa 3000, halafu unapiga panda. Jamani, ni jambo ya makavuvu. Tumetangaza bwana, sitaki uchanga aache. Bakuli mbili tu za mahindi unatangaza soko lote. Hili kazi ni tama. Mishamu mezidi. Hamia anglikana kwa kunaosha vizuri. Uhamia Pentecost tulienda kule kuhubiri. Kanisa moja, ibada moja, walitoa sadaka kama 4. Wale watu kwa wote kule Kimogo. Nani Kiombe? Na angalia wale wakina mama hivi leo mtoto wapi? Wamefunga vitambaa tu vya kawaida.
Sio vitambaa vya kawaida. Mwingine amekaa tu amefulia tulichuike. Tunataka chakula kwa kafungu. Ikishwa sadaka ya pili huyo yumo. Wanataka kidogo sadaka ya nani ya kuinuliwa yumo. Nataka kidogo sadaka ya kupendana ya kumpenda Mungu yumo. Sadaka sio ya nini ya kwende. Nikahesabu. Kwani nyasha hapa wana hela kukamia jeshi. Sina wauliza hapo. Yaani nyasha wawe na hela kuliko sisi. Maana yake ni nini sasa? Si bwana wabili nyasha wenyewe watu. Hebu beba na watu wa nyasha wabele wazima warudike hapo. Mruhusu kama utaona kwamba watu tofauti hiyo. Ni sawa sio sawa? Wakaamua kwenye miguu rangi. Ni roho mbaya tu tulionayo. Sasa bakuli mbili za madini unatangaza bado hili kanisa hili nina hama asubuhi sana. Baada ya kusema watu wanatoka mtakatifu nani pale wanakuja kutia moyo. Na leo kanisa lilipoanza hivi walikuwa toka wanikani Kiombero wale wa Daudi sawa si nchi ya Kenya sawa fima na watu wao anataka para fanya hapa na wengine wengine ndio wakabanga unakumbuka mambo ndio kanisa limejaa wanasema sana jamani sisi tumesikia tumeamka moyo unakimbia kwamba tuje hapa tumepatiwaje hapa kanisa leo maarufu kanisa limejaa na hubiri kwa amen ndipo mkakelea kuja wanakuja mmoja mmoja sasa hivi. Kwa hiyo unasema nitatoka, unajidanganya, ukitoka wanakuja watu kutoka shughuli. Amen. Pokea moyo wa kumpenda katika jina la Yesu. Pokea wazo la kumpenda Baba. Ili uwapo katika maombi. Ukiwa umeumizwa, dunia huwa ina tabia za kuumiza watu. Mabosi wana tabia za kutuumiza. Waume wana tabia za kutuumiza. Hata wake nao wana tabia za kutuumiza. Majirani huwa kuna mambo mbalimbali huwa yanataka kutuumiza. Sasa nasema miongoni mwa faida ambazo tunafaidika, nasema yeye akikaza kunipenda, atakapokuwa katika hali ya kuniita, mimi nitaitika. Mimi nitamsikia. Mimi nitamponya hata magonjwa. Namba 3 91 mstari wa kwanza. Jambo la tatu 91 hiyo mstari wa kwanza. Ili uweze kufanikiwa, andika katika uwepo wake kwa ajili ya maombi. Amen. Soma kama vipi? 91 mstari wa kwanza. Yes. Zaburi. Aketie mahali pasiri pake aliye juu. Aketie mahali pake pasiri. Atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Amen. Ndio kidogo. Mstari wa pili. Ndio. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu. Ndio. Na ngome yangu. Ndio. Mungu wangu nitakayemtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Ndio. Na katika tauni iharibuyo. Ndio. Kwa manyoya yake atakufunika chini ya mbawa zake. Yes. Utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Asante sana. Nisikilize napenda kumaliza. Hizi ni siri zilizogunduliwa na watu ambao walikuwa ni watu ambao mbili mpaka leo tunasema Daudi mtumishi wake. Anasema wewe Suleiman kama utatembea vizuri. Anasema kama baba yako mtumishi wako. Yaani Daudi hayupo lakini ananukuliwa na Mungu anasema kama utapenda vizuri kama baba yako mtumishi wako. Sasa huyu anasema aketie mahali pasiri pa yeye aliye juu. Bwana sifiwe. Amen. Hakuna namna yoyote sana utakayoketi katika uvuli ukaketi mahali pa juu pasiri kama ni nje ya maombi. Huwa tunapata fursa ya kuketishwa kwenye maeneo hayo kwa ajili ya peke yake ya Mungu. Amen. Kwa hiyo kama unataka kupata ile success, mafanikio yaliyonyooka, ni lazima tukubali kujivalisha kongwa na maombi. Ili uwe unabebwa katika ulimwengu wa roho, unaketishwa kwenye kikao. Unaketishwa kwenye uvuli wake. Anasema ule uvuli utakufunika, maana yake ni uungu wa Mungu, ni utukufu wa Mungu, ni utakaokuwa umekufunika. Anasema katikati ya hatari, anasema bado nitakuokoa. Amen.
unatamani kuishi maisha haya. Nimalizie eneo la mwisho kidogo hapa, ili ufanikiwe. Nisikilizeni, kila mmoja ana issue ambayo hajafanikiwa na. Yawezekana wewe umefanikiwa afya ya fedha, hujafanikiwa. Yawezekana umefanikiwa nguo, na mimi naona unabadilisha nyingi, si kwa sababu sehemu yake na ndoa nyingi, suti hazina idadi. Lakini ukijipima hapo ulipo, utakuwa tuna jambo ambalo unahisi lingelipata hii na hata wewe na hata mimi na hata wewe. Yaani katikati yetu mtu anafanikiwa hiki, ana ajira, mwingine wakati ya ajira, mwingine naye ana jambo ambalo halijakaa sawa. Nataka tuone kila mmoja kusoma andiko, tunapoingia amwambie Mungu, soma kitabu hichi. Before hujasoma niandike kidogo hapa ambacho niseme kidogo ambacho tutaandika kwamba ili uweze kufanikiwa, fanya maamuzi makuu. Ili uweze kufanikiwa, miongoni mwa mambo ambayo yanafanikisha, amua kufanya maamuzi makuu. Yale magumu tuyasome kidogo sasa. Tunaweza kuandika, nataka kuongeza kitu kingine ili fanye kujumuisha kidogo. Jambo la pili, tukimaliza kuandika, vunja desturi ulizozizoea koma ama hali ya kawaida. Vunja desturi ulizozizoea koma, andike pale mbele, au vunja ukawaida. Unaposema ukawaida, maana yake utajitanua. Kuna kawaida ambayo imezoeleka, ni mfumo, ni mazoea, yaani ni mgonjwa tunaya. Na hapa nikimaliza kuhubiri, pengine wawili mtanifuata, ni okay, sawa. Nasema Baba niombee na nitakuombea, lakini nashauri leo kwa utakatifu kwamba amua maamuzi makuu. Vunja kawaida. Pengine umewekea mkono mchungaji, ugonjwa. Umewekea mkono, ugonjwa mdogo. Umewekea mkono, ugonjwa mdogo. Umewekea mkono, umewekea baraka za duka, mafanikio yamegoma. Amua kufanya maamuzi makuu. Vunja ukawaida. Amen. Kitabu cha Marko 5:25 and then kitabu cha Mathayo 20 au Mathayo sura ya 10 mstari wa 46. Soma tumalizie hapo kidogo kwa leo. Marko 5:25 then Mathayo 10:46. Maandiko yanasemaje? Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi, nitarudia hapo, na kuteswa kwa mateso mengi kwa mikono ya matabibu wengi, ndio amegharamiwa vitu vyote alivyo navyo, ndio kusimfae hata kidogo, ndio bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu akipita, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba wa kule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya makutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano wanavyokusonga songa? Nao wasema, ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amwone yule aliyetenda neno hili. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, jua lililompata. Akaja akamwamkia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, nenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Ndio Mathayo 10:46. Tutamalishia hapo 10:46. Ndio andiko nasema, yanasemaje?
Mathayo 10:46 haipo. Mathayo 10:46 haipo. Basi 20:24. 20:24. Amen. Andiko nasema, na wale 10 waliposikia, 29. Ndio. Hata walipokuwa wakitoka Yeriko, ndio, mkutano mkubwa wakamfuata. Na tazama, vipofu wawili wameketi kando ya njia. Nao waliposikia kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mkutano wakawakaripia wanyamaze. Lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Yesu akasimama akawaita akisema, mnataka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, tunataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Amen. Pigia Yesu makofi. Tunamalizia kusema, ili uwe na uwezo wa kufanikiwa eneo moja wapo. Lakini andiko ambalo tumelisoma linazungumzia habari ya afya za watu. Ni sawa, sio sawa? Sasa sisi tunasema, yawezekana wewe shida yako sio afya, ila kuna jambo linakuzidia. Kuna jambo limekushinda. Kuna jambo unalitamani. Halitatoka mpaka ufanye maamuzi magumu. Kwa nini maamuzi magumu sasa? Huyu mwanamke kwa historia ya Biblia ya Israeli inaonyesha kwamba mtu akitoka na damu, mtu akiwa mwenye ukoo ametoa najisi. Ni sawa, sio sawa? Amepewa hukumu. Hatakiwi kuonekana mjini. Yule mwanamke wa kwanza huyu anasema, akasema moyoni mwake, hata kama mimi sina ruhusa, sina kibali cha kuingia mjini, ila kwa tatizo hii mimi naingia, iwe mchana, jua liwake, mvua inyeshe, ninaingia, maana harufu kwa zedako we. Kwa nini? Nitakana kuona liwe. Miaka 12. Mungu yupo jana na leo na hata milele. Akakaa mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 12. Na utangulizi kwa unasema, akawa na struggle kwa kujigharamia kwa mali zake. Aondoe msiba kwa hela zake. Anauza nyumba, anauza shamba, anauza ng'ombe, mpaka vyote vitalisha. Mpaka mwaka wa 12. Yuko sasa kule milimani, mitego, ni najisi. Hakikupeleka mjini. Akitoka hapa, damu zinabaki. Nguo kama tena hii ni kama ngozi ya ng'ombe ya mbuzi iliyochinjwa. Kumbuka, haya sabuni kweli mama. Kuna mambo ambayo yamewekwa kwenye habari ya kinabii yanahitaji maarifa ya juu sana. Lakini kwa maandiko mengine yameenda straight na Mungu. Unaweza ukawa nyumbani hivi, mtakifungua kule msumo kule ametendwa, kuna mafuta ya maji yatakayokuwa nayo. Ikishakuwa ni jambo la kisheria, maana hata ndugu wa kimwili kuna uwezekano kwenda kuona kishanti. Sijui kama unanielewa hapa. Mmoja alipona mwenye miaka 40. Yesu, watu wanawauliza, je, huyu ni mtoto wenu? Aliyepona uwetu. Wanasema ni mtoto wetu. Wanaulizwa ameponwaje? Nani aliyemponya? Biblia inasema, akasema ni mtu mzima, muulizeni yeye mwenyewe. Andiko lingine linasema, kwa maana walikuwa kuna sheria imewekwa kwamba yeyote atakayemkiri kwamba Yesu ni mwamba atatengwa na sinagogi. Na watu wako tayari kutengwa na sinagogi. Bora wapoteze watoto. Hivi sinasema kwenye mkutano. Ile mwana alisema, mchungaji Abel, kama unaweza kuniombea tumbo hili kazaa, nipe mavi nile. Ila nibaki na kanisa langu la kwanza. Kwa tangu zamani sema, sheria tumepitisha kwamba mtu atakayemkiri Yesu tunamfukuza kanisani. Na wanasema bora tumpoteze mtoto. Sasa kama sheria hiyo, mtu ambaye sheria imepitishwa kikatiba kwamba hawa ni najisi wakao, inaonekana hata ndugu na jamaa kwenda kuwaona lazima kuona barua hapo. Sasa kama kuna barua hapo, maana watu wamenukia kule na damu zao. Kuoga kwao ni shida.
Lakini ukisa ambacho kinanipashwa kwamba mikutano ya Yesu ilikuwa na watu zaidi ya 20,000. Huyu mama anakuwa miaka 12, anafuta damu. Aliwezaje kupenya? Maana anasema sitaki niwekee mkono maana atanianza pale na yeye. Ila mimi tu nikigusa pindo la vazi lake, huu msiba, mbona nimesikia watu wanakwenda mashambani, wanakwenda kutoka kuni wanasema ni mwamba. Hivi nikigusa hata nguo lake, ni pindo lake tu. Hivi mzima wewe toa mwili wake ukanipata. Kwa nini kwa napiga hesabu ya kawaida kinadamu kwamba mpaka Yesu afikie mwanamke afikie nguo ya Yesu. Ile harufu. Labda watu wanazunguka hivi. Akipita ile kumbe yeye anapata mpenyo na kama unanielewa wewe. Amen. Watu wako nyingi zaidi ya 20,000 kumfikia Yesu bila shaka hapa. Ile harufu ile carbon iliwafanya wa escape wa mpishi kuja na pita. Mpaka kabisa panapo upendo na kwa Yesu. Amen. Hayo harufu ya Mungu. Kwa wakipiga mara kupigwa kali. Kukamatwa na askari ni jambo wa jiji kali. Mara nikatazwa kisheria. Vipofu kadhalika wale wale ushauri mapotea ni timu nani Batman. Wasema nyamaza. Tena nyamaza mpaka wanafunzi wa Yesu. Ataambia kelele. Linasema yeye asinyamaze. Yakiwa ndio mnyamazisha hivi anaongeza. Simama. Ukitaka kwa maamuzi magumu amua. Nimeinua mikono yangu. Ni ishara yangu kwako ya kusalenda. Nina mambo mengi ambayo yamenishinda, sijafanikiwa. Eneo la maombi sijafanikiwa, na nimesikia ushauri kutoka hekima cha mtumishi wako kwamba ili nifanikiwe maamuzi makuu yananitaka mimi leo. Ninaamua kwa dhati leo nipenye eneo hilo maamuzi magumu, kujikana kunipate leo katika jina la Yesu. Maamuzi magumu kwa kukutolea wewe katika jina la Yesu. Inapobidi maamuzi magumu katika kukutolea wewe, naomba nipenye hayo maeneo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe roho ya uzito katika jina la Yesu, ewe roho ya mfilisi katika jina la Yesu, inakushinda leo katika jina la Yesu. Ewe ugonjwa, ewe msiba, ewe biashara ama kitu chochote ambacho kimeshindikana, nineno habari za Yesu leo. Maamuzi magumu ninayapokea leo na yanaanza sasa katika jina la Yesu. Ukiwa umeinua mikono yako, ninazo habari njema. Ukuta wa Yeriko ingawa ulikuwa mkubwa, historia inaonyesha hata magari mawili yalikuwa yanaweza kupishana kwenye huo ukuta. Jiulize, ni ukuta wa namna gani? Na hali ukijua huko nyanda zote Israeli unajua, na unajua mambo yao hayakuwa ya kawaida. Ukuta ule, historia inaonyesha magari mawili yalikuwa yanaweza kupishana. Kwa lugha rahisi, upande wa madhabahu yetu hautoshi magari mawili kupishana. Lakini maamuzi watu yataposeke roho saka. Bwana akasema wazunguke mara ya kwanza, wakaenda siku ya pili, siku ya tatu, lakini
wakatoka. Sikia mtu wa Mungu, Naamani akiwa na ukoma rakamosa